Kawaida wanadamu huwaga ni wenye kutafuta upendo wa kweli katika maisha yao. Sasa leo nataka tuzungumzie upendo wa kweli ambao unaweza kupatikana kwa mwanadamu yeyote. Lakini kabla ya kuutambua huu upendo wa kweli, hebu tuangalie katika mfano huu. Chukulia ya kwamba umetoka wewe na mke wako na mme wako, mmeenda out. Katika mazungumzo yenu, mume au mke akamwambia mwenzie ya kwamba unafahamu fika ya kwamba mimi nakupenda sana na nakuheshimu sana na ninakuthamini sana, lakini katika maisha yetu ambayo tunaishi mimi na wewe, kuna mtu mmoja ambaye mimi siwezi kuachana naye. Je, wewe kama mke au wewe kama mume utamuelewa vipi mwenzako anapokutamkia maneno kama haya? Sasa huu ni mfano mdogo tu wa kuonyesha ya kwamba kama ambavyo utajisikia vibaya na kusema ya kwamba hautokuwa na mapenzi ya kweli, maana yake ni kwamba sote tunatakiwa tutambue ya kuwa upendo wa kweli siku zote unaendana na kuachana na vitu ambavyo haviendani na yule unayempenda. Hebu tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote tunasema ya kwamba tunampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sote tunasema ya kwamba tunapenda kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuchukue kanuni ya kwamba upendo wa kweli ni ule upendo ambao unaambatana na kuachana na kila kitu kisichoendana na mpenzi wako. Je, ndivyo tulivyo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu isiwe inaonekana kwamba sisi tunasema nuhibbuka ya Allah, tunakupenda ewe Mwenyezi Mungu, lakini tunachukua mambo yote ambayo yanaendana na maadui wa Mwenyezi Mungu, tukimaanisha mashaitani. Yani sisi tunasema tunampenda Mwenyezi Mungu, lakini bado tupo na vitu ambavyo vinatutambulisha kwa anwani ya vipenzi vya shaitani. Njoo kwa maasumina alayhimussalam. Ni wangapi wanasema wanampenda Mtume Muhammad, lakini bado wanafanya mambo ambayo yanawatambulisha kama Abu Sufyan? Ni wangapi wanasema wanampenda al-Imam Ali, lakini bado wanafanya mambo yanayowatambulisha kama Muawiya? Ni wangapi wanasema wanampenda al-Imam al-Hussein, lakini bado wakawa wana vitu vinavyowatambulisha kama Mayazid? Kuwa makini ewe ndugu yangu. Hakuna kitu chochote kinachoweza kukuweka karibu na kipenzi chako zaidi ya wewe kuachana na vitu ambavyo haviendani na mpenzi wako. Bali katika sheria ya Kiislamu, ukiisoma kwa undani, utakuta ya kwamba mambo mengi ambayo yanamkurubisha mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo mengi ambayo yanatukurubisha kwa maasumina alayhimussalam, yamekaa katika neno kuacha. Ni machache sana ndio utakayoyakuta yamekaa katika neno kufanya. Tukirejea kwa baba yetu Adam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kumuweka karibu naye hakumwambia ya kwamba ya Adam fanya 1 2 3 4 5 6 7, la, bali alimwambia tu wala takraba hadhihi shajara, annahi, kuacha, msiukurubie huu mti. Na ndipo tunapoona ya kwamba baba yetu Adam alipoukaribia mti ule, matokeo yake hayakuwa ni yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anayakusudia.